Simjui. What happened with you and nani? Your body? Gani? With Kife. Oh, the other Kife. I don't know, man. No, I'm asking. I keep insisting, look at body language always watch for body language. Let's see. Gani? With Kife. Oh, the other Kife. I don't know, man. No, I'm asking you, what happened? See, Ali Bonga Jomolo, I felt like it was personal. I told him I felt like I didn't see the comedian, I saw it as a personal attack, and He got pissed off. Yeah, he got pissed off. Also, you guys are not buddies anymore. We're buddies still, like, but kuna ile we are going through nani tulikuwa majuzi Kisiangani made a whole set juu yake. Jole Kisiangani mano. Yeah. Hopefully So who's the emotional one, you or him? In this situation mimi nachukua ni Rapture, si mimi, cause Rapture, stop being emotional. Uko na two feelings. Mwafa amesema uko na feelings. Niambia, so hata nikiwatch nilikuwa na watch zile za episode, you would not know that I was upset. You would not know because mimi I am an entertainer. I could tell from the word go. The major reason why Irae metaka tupige hii kitu ni anisomee kwa kamera ndio calligraph aone this is my nigga. That's how I saw it from that moment. Just before we get into the video, my boy Alex Msafiri just dropped the album Kinara Kamili, okay? It just dropped today or yesterday, okay? It's an album with 17 songs and ni solo projects, which I do love. So make sure to check out Kinara Kamili album on Spotify. Tuingia kwa vida. 2nd January 2026, there is a story about Rapture. Ameaddress history ya Mwafrika. I've been going back and forth kuhusu story since I think this was October, okay? Nataka tuingie deep dive into what's actually happened, what Rapture said, what Mwafrika also said. Time niliambia wase Rapture wants out, okay? Kuna hii video niliwafanyia 20th September 2025, okay? Na any other videos zenye nimefanya around the Ikonini Rapture and Mwaf situations. I can see like this video 6,000 plus of you engaged with it, and it's a very long video. Hii ilikuwa 30 minutes na pia ingine nilikuwa nimefanya around that time ya 40 minutes, okay? Nitapitia hizi comments za the guys who spoke following the video that I did time Rapture was being disrespected on Mwaf's podcast, okay? Alafu we'll go to the recent episode ya Cheesy Podcast on the motherfucking Cheesy Podcast. Okay, tuone what they said. Nimepitia a few minutes so that we don't waste time na to overlap, okay? Rapture, history ya Rapture na Mwaf, guys, I told you, I kept insisting, hey, mi nimeona, seti nimewatch Mwafrika for the longest time, but from my sources and from my own inner circle of friends, unasikia, hey, guys, kwani hamonangi persona ya Mwaf? Mwaf always treats Rapture as a subordinate, as a subservient to him. So let's dive deep into it. Na nataka tu mnisikize leo. Nataka unisikize. Nisikize. I want you to listen. Nataka unisikize. I want you to listen. Okay? So Rapture the Scientist explains his fallout with Mwafrika, says he left Ikochini podcast after feeling disrespected. Alikuwa ananisomea mbele ya kamera. Rapture ka explain tena, ni kama Mwaf alikuwa anataka kubamba calligraph. Ni kama Mwaf, hizi vitu zote nilikuwa nasema, nilikuwa nimesema on jokes before, nilikuwa nimesema kwa raw and uncut, and I think that's why the video that we're going to watch iko wapi, Raw and Uncut 5, which is the video that Cheesy Podcast dropped yesterday or on 31st December. On 31st December, your video na nimecatch so much traction, so tutaenda around the 10th minute na nitawapeleka so that you can kind of understand what went on, okay? Rapture explained. Sitaki kupitia hizi snippets because itakuwa very shallow. I want us to go deep, not wide. Okay, I want us to go deep, not wide.
breakdown na tuone why things are the way they are. Also shout out to Jemo, ni Jemo from Mtani TV. He's also I think one of us. Jemo, shout out to you. Nilikuwa nataka at some point hata kumdm nimuulize hey, history ya Rapture ni aje, but as all things happen, give things time na the truth always comes up below. Give the water time to decant, all the pieces will zitajipanga, the truth always comes out. Okay, so before we go down there, wacha tuone venye iko nini, venye Mwaf mnamuita Mama Suluhu, mnamuita Idi Amin, ama mnamuita not Napoleon, mnamuita Hitler. Ni Hitler, I think kitu kama hiyo. Let's see when Andrew Kibe went to iko nini podcast, aliuliza nini ili happen between our Rapture, and I covered that on this video or on this channel, but I will go through it again. Nataka to pick all the pieces together, okay? I told you guys ni mimi a verified source. Na kama Nicholas na mkeji niko na bolts ama guts instead, sio mandi yuko na bolts as the grapes, haga sio size pia tunaangalia shape. Okay, acha tuone Kibe Andrew Kibe exposes Mwafrika. Hii ni video ali drop, was it December? Kibe alimuuliza nini ili happen na yeye na best yako. So Mwaf, can you allow me to go? I have a acha tuone. Simjui. What happened with you and nani? Buddy. Gani? With Kife. Oh, the other Kife. I don't know, man. No, I'm asking. I keep insisting, look at body language always watch for body language. Let's see. Gani? With Kife. Oh, the other Kife. I don't know, man. No, I'm asking you, what happened? See, Ali bonga Jomolo. I felt like it was personal. I told him I felt like I didn't see the comedian. I saw it as a personal attack, and he got pissed off. Yeah, he got pissed off. Also, you guys are not buddies anymore. We're buddies still, like, but kuna ile we are going through nani tulikuwa majuzi Kisiangani made a whole set yake. Jole Kisiangani mando made a very funny set. Na hiyo podcast yake hapa na West. Azi tulikuwa tumeenda stand up ya Bashir Halaiki. Who's the co-host? I'll take Bashir. A very funny dude. So tulikuwa tumeenda kwa stand up special ya Bashir and Kisiangani was the host. So of course akanicheki, so he went on a rant hiyo story at it's an ugly breakup. It was a funny stand up set, like one of the funny. Story. So you guys are not talking anymore. Nile tu juju zile sawa. One word answers, man. Like hopefully. So who's them? Bro, they are not speaking Hawangei according to Rapture. They are not in talking terms. Emotional one, you or him? In this situation, mi nachukua ni Rapture, si mimi, cause Rapture, stop being emotional. Uko na two feelings. Mwaf amesema uko na feelings. Kibe by this time he was sport starring. Kibe hapa anachocha. Kibe anajua kweli it could be far from the truth whatever Mwaf is saying, but Kibe ameuliza hii story kupoke at Mwaf to get a reaction sort of, while still soliciting for some info. because in this, but msengine anazangalia. You guys don't come off as guys who are supposed to have opinions. Yeah, you guys are very safe. Why are you not playing safe? How we safe? You're safe. You guys are media friendly. Okay, sawa. Hapo tu ndipo alijibu. Hapo tu that's about what he answered. Okay, now let's go to Rapture now explaining. Rapture explains. But I think that's why wameita hivi episode Raw and Uncut 5, the full story. I think is it the reason why hawakufanya Raw and Uncut 5 na ndio wanaifanyanga almost every year towards the end, kitu kama hiyo. Rapture explains it well, and he actually says, hey, mimi na Mwaf, we are not in talking terms, hatujakuwa in talking terms since your time your podcast. Rapture explains when he was doing the Raw and Uncut 4, which was the last recording of the the stand-up, haku-involved Mwaf kwa hiyo process, haku-involve kwa tuseme kwa rehearsal and all, because by that time alikuwa ameona venye Mwaf anambeba wana. Okay? Guys, let me tell you.
Let me tell you something. All right. Let me tell you something. Wait. Okay. By that time alikuwa amesense energy. Rapture explains before hata ni perform your stuff ujue nimeishi time nimekuwa on Royal Media, Moff alikuwa boss yangu. So hata by the time I came to Ikonini in 2022, Moff still wanted to treat me as an employee. Na I get for his staff to grow lazima ni treat as an equal. I insisted during that time when I was reacting to all these shabang, nilikuwa nasema hey Moff, since actually I didn't have a problem, you could treat them as employees but put them on a paycheck. Kama Rapture ako kwa paycheck, kuna check yake anatumiwangwa every end of month ya kutoka Ikonini. He was obliged to show up. That's why by the time Moff alikuwa anasema raia amegoma, raia ameenda maandamano, it was like hey, ni juu there was something fishy. You aren't treating him almost like a part of your business. Ulikuwa unamtreat almost kama new boys, lakini bado he's subservient or he's subordinate to you. Anyway, let me pull up to around it's around the 10th minute. Izeni mimi uko na vitu poa tu, hata kama ni new year na I keep insisting nitawaletea vitu nzuri na bado niko na kitu mzuri. Wow. Niko na kitu mzuri. Ouch. Niko na kitu mzuri. Niko na kitu mzuri. Let's go. Kwa hivi nimekwambia Raija ijai ni call. Unajua the fact that unaweza sema uongo now. Okay, I think it's around this time. Na Jemo nimependa venye Jemo alikuwa very objective. Alingeuliza hata vitu zenye hazi support Rapture per se so that we can get the points clearly as possible. Kajusai ndio mlikuwa mnapigangana yeye. Okay, ni hapa. Hiyo everyone was doing something that was quote unquote fake. So hiyo raw ilikuwa a good brand because ukikam kuwatch unajua unakam kuwatch kitu raw, hakuna kitu fake, hakuna hapo sijui waluya wakisi wanatetemekaga kama nini, hakuna vitu kama hizo. It's just real stuff. Unajua logical humor. Sababu unajua nikikuuliza hivyo umeachilia statement yenyewe time yenye tumeanza kusikia hata Zero and Cut 5 peke yake, si tulikuwa tunauliza 5 solo. Lakini sasa Mwafrika Jusai ndio mlikuwa mnapigangana yeye. Ashatuambia alikuwa pale kwa Eotwe. Alituambia next year inafaa mfanye 5 na 6. So unachiki ndio maana saa Mbugi iko zile za hata misa ndio nakuulizia tu hapo. So mimi sasa sababu nikiona ukisema hivyo inakaa ni kama umereactive sababu yeye mwenyewe amekuja akasema story ya 5 na 6. Yeah. In fact that's the reason why. Because hakuna mahali penye tumeongea na msee yote kuhusu Rowan and Cut. Tujaongea na hiyo Raya. So unajua yeye alisema amekushtua. Yeah, tumekuwa na wewe hapa hivi. Nimekwambia Raija ijai ni call. Unajua the fact that tumekuwa Raya alisema amekushtua. Umse nimekushtua, tumekuwa na wewe hapa hivi. Umse hajaniongelesha, hajanishtua anything. Yeye alisema amekushtua. Yeah, tumekuwa na wewe hapa hivi. Nimekwambia Raija ijai ni call. Unajua the fact that unaweza sema uongo. Now I have to address those kind of things. Sasa umenipigia simu, hujanipigia simu, hatujawahi bonga. Hii story sijawahi kuiongea. Unajua nilichukua tu. Acha niongeze speed. Na imagine mnaweza kuwa na ADHD, ampendi mnachoka haraka kama mimi na vitu zingine. Na respect vile tulimaliza pale, niko na vile Imra yeye behave. Nikasema kivyangu yani kiroho Imra yeye kuna vile wanga imenibeba. Ama maana ya feelings. So niko na since kuna vile Imra yeye wanga imenibeba because mimi ni mwanaume. Huwezi nisomea kama mtoi. Sisi tu unajua ni vile tu if it's a stranger we can have a fight. But if it's a friend you decide to let it go. So unajua that's how men behave. Kama ni your friend amekukosea heshima, you decide to, as if you have brains, you decide to let it go. So mimi nikaondoka nikakuja kutengeneza mboka yangu kama kawaida, nikalenga hiyo story. So from that time jo mtu lia nasikia maneno, huyu jamani ng'ombe sana alichocho. Unajua zinani hati, unajua. I am a man mzee. Mimi I'm not stupid. Hapo penye unasema unahatiwa sasa ni kweli sasa wewe si ati Terminator pia wewe ni man. Yeah, mimi ni man. Unajua hapo sasa ndio penye watu wanaleta story yao. Jemo wewe ni fala. Sikia. Sasa wewe si ati Terminator pia wewe. Si ati wewe ni Terminator. Pia uko na feelings, right? Huyu jamani ng'ombe sana alichocho. Unajua zinani hati, unajua. I am a man mzee. Mimi I'm not stupid. Hapo penye unasema unahatiwa sasa ni kweli sasa wewe si ati Terminator pia wewe ni man. Yeah, mimi ni man. Unajua hapo sasa ndio penye watu wanaleta story yao. Huko kwa feelings because yeye mwenyewe anasemanga uko in your feelings na ndio maana ulienda maandamano.
wacha ni address Okay, now let's listen to it. Nataka msikize vizuri. Now Rapture addresses it in completeness here. uko in your feelings na So- ndio maana ulienda maandamano. wacha ni address in simple terms. Mimi niliaddress story ya Calligraph. Unaona, tulikuwa tunafanyaga iko nini, niliaddress kwa Cheesy Podcast tukiwa nawe. That is my space. Unajua kama Jemo tunafanya kitu na wewe and then nikuje ni address kwa platform yako, you have a right to talk because nimekukosea nini, heshima. Unaona, ni kama ukue navuta sigara. But pia unajua okay, well peani example Wacha yako. nipatie Damn, Jemo napenda. Jemo is very much observant and is very much of a listener. Anataka kusikiza tu. Wacha tu nisikudistractable, endelea na hiyo analogy yako ya cigarette. But hey, long story short, this is what Rapture says or what he explains when nilishasikiza his stuff. Okay? It's like hizi jokes, hizi vitu aliongea kuhusu Calligraph ameziongelea before. Wapi? Atakuile Raw and Cut, the stand-up comedy, okay, that they did lastly. Na hata kwa hiyo Raw and Cut, the stand-up, it's the same Raw and Cut, it's the same stand-up enye haku involve Mwaf during his rehearsal, but Mwaf alikuwa anahusika na planning hiyo event nini ilikuwa imehusikana iko embedded pamoja na Royal Media Services. Walikuwa nakata a check na Mwaf alikuwa hapo just, okay, he's one of the people on that board manini. So so Rapture was also like an employee per se in that gig. But guess what, aliongelea hizo jokes za Calligraph, hizo vitu alisema later on the same podcast hapo on Cheesy Podcast, the same things zenye amesemea kwa stand up comedy. Na guess what, Rapture was also in attendance, he watched those. Hizi ni vitu amesikia before, but up until Rapture a comment or aseme achongwe Calligraph or ongea kuhusu Calligraph in the way that he talked about Calligraph on his own podcast, on Cheesy Podcast, and for Calligraph to react to it, hiyo ndio time sasa Mwaf alifeel ni necessary akwe na reaction. Let's go. ni sigara, ni kama niko navuta sigara, nikikuja kwako heshima ni kutoka nje, kuvutia nje nirudi nda. So me, according to me, I didn't see anything big. Me address Calligraph kwa my platform. So the moment Imrael kanika inani attack, nikasema I was ukiwatch hiyo episode mimi nilikuwa hapo, I didn't have no bad, vile nilijua tu nini naendelea, vile nilijua Imrael ameamua kunisomea, maybe so that Calligraph can see wakwe mabeshte or something like that, or whichever reason. Nikamwacha nitulie, niichukue ni kama kwa blow vile kwa ring unaonaga tu acha nipigwe mpaka hii game. So vile mimi nilimaliza nikatoka na nikasema hiyo story nimemalizia hapo kwa roho ya. So mimi nilifikiria wewe ukiwa mtu mwerevu ni mtu mmaliza story, si utajipatia shughuli zako. So manze kila siku ukiamka unasikia huyu msi alisikiza mafans, unaona ucha nini. Rapture kila siku Rapture amechorea story, okay, yamehepa yamesema hey, mimi nitafanya kazi yangu, najua formula yangu inaweza work, si lazima ni kuange employee kwako, mimi pia mimi naweza tengeneza kitu yangu. And during all this time, man, Rapture has been creating content for his own podcast na make time ya kwenda kwa Ikonini podcast, na tungeona over and over Mwaf hakukuwa na acknowledge hata hiyo effort. Alikuwa like, mlikuwa mnaka bitter lemons nini mlikuwa mnaongea kwa mazee. Ami hata sijaisikiza hiyo show. Even Ian, by the shame on you Ian, wherever you are, kama hata utaisikiza kutoka kwangu, I hope kuna bishta yako alikuambianga ukweli. Shame on Ian for not being a W-mans to Rapture, only to be like a bridesmaid to Mwaf. Si lazima yani unaweza kuwa very objective na uko na your own standpoint, si lazima ufuatilia ya Mwaf. By the shame on Ian for never even trying to make Mwaf accountable of that situation. The same way unaweza sikia hapa Jemo anatry kuuliza zile vitu, hey, ebu bedhebu address his stuff Joas atakuuliza. Ian is always like very agreeable with Mwaf. That's why nasikia mnamuitanga bridesmaid wake. Kitu very agreeable. He didn't take time kusema hey bro bedhe pia Mwaf, kwani uoni mbona nani anaweza kuwa ajarudi ama nini. But inaeleweka ni nani anakulipa, nani analipa Ian ni Mwaf. It's okay, but
for these guys to have had a 2 decades friendship over ilisha na unazena tell si kitu inisha once ni kitu imisha because of continuous kind of something that was happening continuously. Disrespect, looking down upon someone else, looking at someone else as a subservient to you, as a subordinate to you every time. That's mwaf for you. Wacha tusikia ni mjinga. Unajua once umeshasema mtu alichochwa, mimi hufanya comedy na Shen, mtu mia these words, these are the words I use: kuchochwa, kuchochana, choche, hizo ndio majina mtu mi. So once umesikia mtu amesema ulichochwa, what they mean is you are stupid, you can't think for yourself. Hauwezi fikiria, you don't have feelings, you are a robot or you are stupid. So the only thing that makes sense ni watu wakalishe chini wakwambie Jemo, hapo ulikosewa heshima, move. That is a disrespect. So once mseme amesema ulichochwa, you can't have a conversation with them again. Pia nikisikiza story nilisikiza Mwafa amesema because alireact hata kwa hiyo statement yako sasa ni mata na kuuliza. Yes. Nilisikia Mwafa mwenyewe amekuja akauliza ati zile za ati wewe vile anacheki ni kama hata ulikuwa na issues zingine zenye ziko underlying because yakiangalia face value ya whatever ili happening hapo haikuanga ati ni issue big hivi ati deep nyinge wafikisha ngapa hivi ati mpaka penye unatoka unasema hii sasa tu ni cut zimeishi hapo ndakuanga napiga shughuli yangu mimi mwenyewe. Mimi naweza so kulikuwa na vitu underlying zizi hakuna kitu underlying. Mimi from the time tulianza kudu iko nini 2022 follow alikuwa gamdosi wangu. Guys follow hii ndio stuff niwaambia nilikuwa nisha go through so that you can pick up. Tulianza kudu iko nini 2022 unajua Mwafa alikuwa gamdosi wangu. He was my boss at Ghetto Radio. So the way we used to have a relationship, it was different. Unajua mdosi wako wangana kusomea. So I was used to Mwafa kulisomea. So when we were doing stand up, now tumefanya stand up ya kwanza. Unajua stand up ya kwanza ilikuwa Rowan Cup 3. It was in Nairobi Cinema. When we are doing the second stand up, kulikuwa na hiyo December, we did not communicate, hatukuongea na Mwafrika. Si kuenda hata kumwambia jokes gani nafanya. As in basically I didn't tell him anything to do. Na the major reason why sikufanya hivyo because ile nilipigia simu kaanza kunisomea. Mbona? Wewe mbona unakuwa mjinga manzejo? Utafanya Royal Media for 50 years as in ilikuwa nikaa kunitusi. So nikaamua I'm not doing the rehearsal with you. If you want to cancel, kama Ian ni kama Ian ni honest, anaweza akasema that is the truth because hakuna RMS ama hiyo party zizi as in nilifeel ni kama ananisomea, ni kama ananitukana because that time mimi na do Royal Media Services. Royal Media Services ilikuwa na road show. Unaona? This road show was happening in December. December ilikuwa ina happen from December. So nilikuwa nishaandika mistari kama kawaida, naandika mistari tunapiga, nakuja naambia Mwafa nitapiga story hivi, naambia that's good. Nini unajua vitu za kawaida. So hiyo time nikamwambia mimi siwezi toke because niko na mboka ya kufanya. So ikaanza kunisomea. Ikakanika inanitusi. Sijui acha nikwambie utakaa hapo hivyo Royal Media your whole life. Yani aliniongelesha gatu mbaya. Na yeye mwenyewe anajua aliniongelesha mbaya. Na nikasema damn, Mwafa alimpasha bro. Mwafa alimpasha. I'm not going to that rehearsal. Siku ya show yenyewe Ian alikuwa ananipigia simu. If Ian is honest, a honest man, because when you're a man, honesty is very important. Anaweza kuja na aseme this is the truth. Alinivutia akaniuliza story ya script. Nilimpatia tukiwa naye hapo. Andika e. Now from there I had made a decision that I'm not going to do Rowan and Cut with Mwaf ever again because mimi ni comedian. Niliingia kwa entertainment before wewe. Nimekuwa nikidu comedy my whole life. Unaona? Uwezi anza kunisomea ni kama mimi ni amateur. Nikaa nimeanza kufanya comedy juzi. Uwezi anza kunisomea. That's not how it go. That's not because mimi nilifeel too it's a big disrespect. And that's the major reason why sikuenda hiyo rehearsal. Na nilikuwa nimemwanga tu hiyo siku, hiyo show by then kuifanya I didn't do it like willingly. Nilifanya tu because the hall was paid, but nilikuwa na feel this is rubbish because we are working as a team. My job is content creation. Mbona unakuja kukani kama nimekaa mimi mtu. I'm a father. I have children, I have boys. Unaona hapa hivi. Na deal nao kama wanaume, unajua. I'm not a kid. Mimi si mtu wa kusomea hizo vitu za utoi. So from the time niliingia iko nini, nilifeel Mwafrika is treating me like an employee. Not like someone tunafanya. Yuko rada tulitoka huko. Na I felt that he doesn't really get it. In order for the podcast to grow, mimi si employee wako. Unajua, I am Rapture with a free mind and thought. Unajua. Okay, guys, I hope you're following. Nimwambia hata sitaki tu watch hizo clips
on Nairobi Gossip because they won't give us a full context. Zitatupea tu vitu zenye it's what people see on the surface. Ningependa tuende deep, not wide. Okay, tuacha tuendelee. Whatever you believe, it is you. Unacheki. Whatever you believe, that's yours. Mimi whatever I believe, this is mine. Unaona? Na hiyo story ya kusomeana, because I thought atacha hizo utoi. Lakini eventually nikaona so nikaamwaga hiyo siku ile siku umra atanisomea hivi tena the second time. You'll never see me again. There will be no fight. Sitamuongelesha mbaya. Akinitukana sitamtukana, but I will just leave him alone. So vile niliona ananisomea mbele ya kamera. Unajua sasa hii ilikuwa imeenda a level higher because sasa unisomei kwa simu, unanisomea mbele ya kamera. Okay, by this time ni yote anampasha mbele ya kamera. He time you are looking like two bitter lemons. Alafu nikaitwa Baba Samia. But Baba Samia teka tu niko kwa zile za na uko na Baba Suluhu. Usisahau unaitwa pia Suluhu. Ilikuwa hapa. But yeah, you remember. Nataka tuendelee na what Rapture is saying over here. So the honorable thing to do as a man is to leave. Unacheki. Tukatoka ile time yenye tulikuja hapa, si nilikwambia sasa kwa address hiyo story. Tulikuwa hapa hivi Chizi podcast. Wewe ukasema uta address na utabonga story ya kuitwa Bitter Lemon. Ulisema everything that you felt you needed to say, lakini nikakwambia mimi according to me. Unajua juzi ameniita kid mazee kama kwa podcast ya yote. But ina make sense. Unajua mimi niko 24 45 minus 24. So nyinyi kama mlikuwa mnadinyana mkiwa 21. Jewo ilifala. Ameniita kid mazee kama Rapture mwafa ameniita kid. That you felt you needed to say, lakini nikakwambia mimi according to me. Unajua juzi ameniita kid mazee kama kwa podcast ya yote. But ina make sense. Unajua mimi niko 24 45 minus 24. So nyinyi kama mlikuwa mnadinyana mkiwa 21. Mwafu ni mzai. So, baba. Yeah, mimi nilikuwa sasa kuongelea. Loki ana shoot. Jemo Loki una mimi niko 24 45 minus 24. So nyinyi kama mlikuwa mnadinyana mkiwa 21. Mwafu ni mzai. So baba. Mimi nilikuwa sasa kubonga hiyo story. Na nakumbuka nilikwambia siku hiyo episode nikamwambia Jemo manzejo vile tumekuwa maarif, mimi nilikuwa nataka hiyo story iishe kabi, lakini sasa everyday nikiamka. But unajua hata kitu watu wajuangi ni hata ndatafuta hiyo screenshot tutatumia producer anaweza iweka hapa. Ulinikoligi ilikuwa I think hata ilikuwa na Wednesday hiyo day. Ulinikoligi on Wednesday sababu tulikuwa Nairobi Gossip on the same day. On the same day. Alafu hiyo jioni nikakuuliza umecheki Nairobi Gossip nikakutext wameweka hiyo ni clip ya kali hiyo majioni ukanivutia ukaniambia ni aje Jemo hata before Mwafu upload ni aje mimi nimekuwa na Mwafu tumepiga hii episode but kuna vile mimi na feel about hiyo episode hata nilimwambia tusishoot hiyo episode nilifeel vibaya ulikushaniambia so hata ni na Rapture going to back to hiyo episode yenye Mwafrika ilikuwa calligraph mix Rapture profile picture. Hiyo ilikuwa video iko nini? Hiyo ndio that was the video. You remember it? That was about 4 months ago. Alafu ile ingine akakuhit nayo ni nilisawata juu ya hii clip kuzini clip ya back in the days ile ilikuwa zesi kulikuwa na wakina kina nani kweli sana akina Jim Chuchu na ule boys alikuwa Kevin ule Macmende mwenyewe so jo alikuwa amulia jo lakini nisipopata opportunity ya kwenda kwa barabara kama State House Road nitatoana wapi na huyu jamaa kutupeleka mahali kama so mimi alitoa wapi hiyo? Who are his people? You guys can akona research team you guy. Unajua like hapo kali hapo amenimaliza. Akona research 2009 man. You know wale sana mmezia alikuwa ni kaka superhero wa Kenya hivi. So kienda kwa nini ya kali naitwa nini hicho? Ni okay. So we put 1-1. So saizi kwa first round 1-1 2-1. Yes. Sign 2-1. So nakumbuka Mwaf kept calling him Bitter Lemons. Na naona Mwaf amedrop a video, amerespond to your stuff, ameandika cheap rumors.
itabidi tumeipitia pia. Wow, damn 2026 I'm very busy, niko very booked guys. Misko free bro, kweli Misko free kunwani do alibad na rauka fo jua madawa na tembea slow kwa stu mabanga na draw bono na head na double mekram mpepe na day confirm na dai shorobo kwa drum. Okay, tutaipitia. Let's finish his story, ni upload nitaipitia. Kiwatch nilikuwa na watch zile za episode guy. you would not know that I was upset. You would not know because mimi I am an entertainer. I could tell hizo laughs za hiyo episodes zilikuwa zile za kufeel, but Rapture was feeling a lot of type away, not even some type away. He was feeling the most way. I could tell from the word go. The major reason why Raia metaka tupige hii kitu ni anisomee kwa kamera ndio calligraph aone this is my nigga. Unajua Okay. Rapture anasema he could sense from venye hiyo video alianza kushoot hiyo time. Humse alikuwa anataka kuleta Rapture hivi ampashe mbele ya kamera ndio kwa calligraph aone Rapture oneshe calligraph that ye ni boys wa calligraph more instead of him like sort of supporting ule mse wako naye in person. Ni wale watu wanatakanga kupreziwa from outside by outsiders instead of looking inside. Let me start by building where I'm at. The acres of diamonds are where you are. Wale wasi wako na wewe, okay? Kuo dem wako na wewe au mabeshtu wako nao, mabeshtu uko nao, those are your real friends. Acha kujaribu kwanza kutetea msanii ama mse famous for the sake of unafeel ni kama itasaidia power dynamic yenu. Instead of doing that first, can you try to see if my pal kama beshte yangu anaweza kuwa alikuwa na point, but una feel for Rapture, for Mwaf, a lot of it ilikuwa kubamba calligraph. Ni wale wanetangwa as kissers. Okay? Nisikize tena. Nataka unisikize. Yeah. Nisikize. I want you to listen. Okay? He describes here. Tell from the word go. Kidogo. Niambia, so hata nikiwatch nilikuwa na watch zile za episode guy. you would not know that I was upset. You would not know because mimi I am an entertainer. I could tell from the word go. The major reason why Raia metaka tupige hii kitu ni anisomee kwa kamera ndio calligraph aone this is my nigga. That's how I saw it from that moment. Na mimi ni mse wa street. Unajua mimi ni mse unajua kusoma wase haraka sana within the first like 2 minutes of the conversation nilikuwa nishajua where this Raia is going. So nikaamua I am here to have fun, I'm going to have fun, and then I'm never coming back here again. Unajua this is gonna be the end, I'm never coming back again. Na in my mind nilijua itaishia. So the moment Imrael alianza kusema niko na feelings, mimi nimenyamaza, nafanya podcast yangu. Wewe ndio unaongea. Unaona? Nani yako na feelings? Let's get back to the feeling part because this is very important for Sewa 11. Calligraph Jones sijamu address the first time. Okay, this is the point. Hapa ndipo alisema history ya Calligraph iko the first time. Mwaf really is such an askisa. Actually hapa it summarized everything we needed to know. Unaona? Nani yako na feelings? Let's get back to the feeling part because this is very important for Sewa 11. Calligraph Jones sijamu address the first time. This is very important for Sewa, so that ukisikia Raia nasema feelings, you know who has feelings. The first time nili address Calligraph Jones kumuenjoy, kucheka, nilikuwa kwa iko nini na nilikuwa na Ian na nilikuwa na Zack na ilikuwa ile day yenye Calligraph aliweka hiyo nyumba yake kubwa. Tuli have fun, tukacheka, tulicheka kila kitu hapo. Unajua kila kitu vile akidinya dem manze hiyo echo mpaka watu wao wanasikia dem, bibi anadinywa sababu nyumba ni kubwa mpaka inatoa echo ya monza dem. Unajua we talked about everything. Raia haiku address hiyo story. Na anataka ugeti sequence vizuri sana. Ilikuwa this year. No. I don't remember. I think ilikuwa this year. Ilikuwa last year I think. No, ilikuwa last year. And then last year hiyo tu mwaka bado. The end of last year nikafanya Raw and Cut 4. Ile nimekuambia Mwaf was not involved at all. Unajua omit because nilifeel akona madharau. I felt disrespected. Kwa creativity but kwa sponsorship bado alikuwa on. Yes, kwa sponsor. That's why nilikuwa na shindwa Raia ni nini. Because mimi I have told you as a stand-up comedian,
done my rehearsals. I am good to go. I'm just working with Royal Media because they have a road show and it is a job that I have a boss. I have to listen to the boss. Unajua? So niko na bonga nini story ya Rowan and Cat. Kwa Rowan and Cat. Nili address Calligraph Jones na nikarudia the same. Because in fact zile jokes nilipiga kwa Rowan and Cat. Anyone mwenye anawachi video na aliona Rowan and Cat can testify. Nilibonga story ya Calligraph Jones na nikamuenjoy. In fact those jokes were even worse than ile nilisema hapa because nili go after his flow. Unajua kila kitu about an artist, nikaenjoy flow yake, nikaenjoy kila kitu because I still felt he's a fake artist. Unaona? But ila ilikuwa kwa hiyo show, ilikuwa kwa audience, but haku address story ya Calligraph. Fast forward 2025 tukakaa naye hapa chini tukabonga the same story, the same jokes hapa story ya Rowan. Okay. Cut 4 sababu mwafu nilisikia amemention ati ametry kukuricha out mara mingi akupatie hiyo food kidogo. Fast forward 2025 tukakaa naye hapa chini tukabonga the same story, the same jokes hapa story ya Rowan Cut 4 sababu mwafu nilisikia amemention ati ametry kukuricha out mara mingi akupatie hiyo footage. Hajaricha out, hiyo ni uongo. Footage yenyewe wewe mbona haijaitokea kwa hiyo ni uongo because the guy called Steve. I called Steve. Steve is the producer. I called Steve nikamuuliza story ya Rowan and Cat. Yes, because he was the producer. Akasema akaniambia yeye ana show. Nikamwambia kama hauna show na ira yeye jai nitumia show then hiyo show nimewaachia. Nilimwambia tu live, nilimwambia I'm the stand up comedian, I'll do it again. Na once hiyo show imetokea then watu watajua ni nani mwenye akona feelings na nani ana So Rowan and Cat 4 I talked about Calligraph, nikamuenjoy hapo, nikamuenjoy mbaya. The show is going to be released. People will see. I'm not talking, mi siongei uongo because I don't need to lie. So, ira ya haiku react. Fast forward to Cheesy Podcast. Mimi leo tumekaa chini. Tukaenjoy Calligraph. The same way, the same jokes. Nini, huyu jamani fake, unajua accent, matimba. This time around, Calligraph akafanya nini? Akareact. This is the time ira ili react. So reactions zake zote ziko based on Calligraph Jones feelings. Mara tatu, mara moja ndio Jones amereact na amereact. So kama kuna mtu akona feelings, ni wewe ukona feelings because your feelings are based off Calligraph. Unaona? If Calligraph would not have reacted, you would not have reacted based on the pattern nimepatia wase. People can go watch your show. Ilikuwa mimi Zach Ian tukibonga story ya Calligraph. Au ku react tulikuwa kwa iko nini? This was the time to react because it is your platform. Au kubonga, maybe it's because you feel awezi address Zach, awezi somea Zach, unaweza nisome. I don't know the major reason, but au ku react. And then kwa stand up last year December nikachongwa kali, au ku react. Kwa Cheesy Podcast that doesn't have anything to do with you. Mimi niko na Jemo, we are doing our thing. The moment Calligraph aka react is the moment unaanza so kureact. So nikuulize hapo hivyo kwa Rowan and Cat hapo kwa jokes za Calligraph alikuwa amezisikia before uingie stage ama rehearsal ndio umesema kwenda. Nimekwambia si kuenda kwa Ibrahim. So ye jokes alikuwa kama angekuwa na reaction since hakuwa amezisikia angereact hiyo time. Angereact hiyo time. But sasa your feelings are connected to Calligraph because you only react when Calligraph reacts. So mimi I was doing content. You only react when Calligraph reacts, mwaf. Nilikuwa nasema Calligraph anaongea na accent fake. That's what I do. Tukikuwa hapa hivi tunaongea story mingi. Tunasema yeye ni aje, Manze Jirongo hapa alifanya hivi, Manze Kalole. That's what we do. Si ndio? Every day tunafanyanga hivyo hapa hivi. Unaweza sema maoni yako, unaweza niambia mimi Manze kulingana na vile naona Karango hapa alisanya do. That's your opinion as a content creator, as a comedian, unajua na also as a man. Unaona? So kama hii time yote nimekuwa nikibonga jia kali ire eja react, unakuja kureact because Calligraph amereact. Isolation. Unajua Mofa anasema ngati wewe ukibonga hivyo anaona ngatu person mwenye anatry kujisolate. He talks of collaboration kama nikimsikiza leo Mangware alikuwa anasema vile amecall Obina so that anaweza toa live noma kama zake live shows za YouTube. Amecall Butita, amecall ingia kina Abel Mutua ile tu kuwa consult kuwauliza hapa na hapa na hapa. So alikuwa anasema hiyo ndio kitu nyanaona kama wewe una lose on collaboration. So anyone who doesn't call Obina Abel Mutua is not a part of Kenyan entertainment because I know like over tumekaba that's ilikuwa minute 10 to 25 of this video. So I'm gonna record again tomorrow Tony after nimesikiza your response ya Moaf, what is it that he's saying? Because nimeona hiyo title liko it's spark my curiosity. Let me know how you think below. Nilikuwa pia nisome comments zenu za hiyo video nilifanyanga lastly
the hiyo video nilifanyanga lastly ya when nisema hey, Rapture officially quit iko nini. Let me go through those comments because I think they are kind of the formation, they kind of foment this whole conversation because ni nyinyi bado ni nyinyi tu mtakuja muwatch. Okay, when I said about that video has ni hii see hii video ndio hiyo nimeipata izeni. This is a live experience. Siwezi edit video zangu. Okay, from that video some of you guys were saying this, if I was Mwafrika I would not have taken sides sababu inihusu watu wawili wakibeef mbona niingilie vitu zingine. Inabidi tumia akili when both of the parties are your friends. I've always said Mwaf cuts people off, puts his opinion higher than other people. The way Kim Jong-un, hiyo ni Mwaf. Actually si Hitler, nilikuwa natafuta jina Kim Jong-un. The way Kim Jong-un, this was Evan Njuguna. The way Kim Jong-un speaks with Ioto na vile ye ubongesha chizi ni very contrary. Alitubona anajua. Okay? Kenya kweli wachawi ni mob. Watu wakikosana na wako na more than 15 years of friendship, we should pity the situation. Okay? I'll finalize here. There's enough space online for both Rapture and Mwaf. Unfortunately, Mwaf doesn't have a brain to understand Ian. To understand that. For Ian, I have no comment. He's a decent guy, but he should learn what Mwaf thinks of him. Because pia Mwaf ubeba Ian a certain way. Okay? This is the one which stood out. Nataka nimalize na hii. Okay? Semi Anon alisema Mwaf ako dunia yake walai. So blind to the facts. Even simple things like saying, hey, I messed up bro, pole, rudi tusukume show is hard for him. Instead, he makes things worse. Yeye anasema ataita Bitter Lemon, atasema raia ameenda maandamano. Umsezi lan, it's his show. Yeye na watu wake wa diaspora, yeye huwalamba mbaya. Okay? Anyway, I'll follow up. Let's see what comes from this.